Ni swala la muda tu. Ni swala la muda tu. Kichwa cha ujumbe, kichwa cha somo, mada ni swala la muda tu. Ni swala la mstari wa kwanza. Andiko la pili, Yohana sura ya pili mstari wa 4. Yohana sura ya pili mstari wa 4. Andiko la mwisho ni Mwanzo sura ya 3 mstari wa 9. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 9. Kama mahali alipokuweka Mungu. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 9. Andiko la kwanza limesema jamani? Mhubiri 3:1. Andiko la pili Yohana 2 mstari wa ngapi? 4. Andiko la mwisho Mwanzo ngapi? 3 mstari wa 9. Mungu awabariki. Karibu sana wasomaji tafadhali. Kichwa cha ujumbe au mada inasemaje? Swala la muda tu. Karibu sana tafadhali. Naam. Kwa kila jambo kuna majira yake. Jamani, kwa kila jambo kuna majira yake. Na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Na wakati kuna majira na wakati kwa kusudi chini ya mbingu. Andiko lingine? Naam. Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi nawe? Kama najibu swali. Mama, yani mama yake yule mzazi. Tuna nini mimi nawe, anamwambia Mariamu. Tuna nini mimi na wewe? Saa yangu haijawadia. Saa yangu haijawadia, haijatimia. Barikiwe sana. Andiko la mwisho Mwanzo sura ya 3 mstari wa ngapi? Soma tafadhali. Bwana Mungu akamwita Adamu. Bwana Mungu akamwita Adamu. Akamwambia, uko wapi? Uko wapi? Yatosha. Sasa tuone pamoja maeneo hayo. Andiko la kwanza tunaona Mhubiri sura ya 5 mstari wa kwanza. Biblia inasema kwamba kwa kila jambo kuna majira yake. Sio majira lakini kwa kusudi chini ya mbingu. Kwa hiyo kuna majira, kuna wakati wa kupanda, lakini kuna wakati wa kuvuna. Kuna wakati wa kutapanya na kuna wakati wa kukusanya. Kuna wakati wa kulia, lakini kuna wakati wa kucheka. Kwa kila jambo kuna majira yake, lakini kwa kusudi chini ya mbingu. Kwa hiyo ni swala la muda tu, mpendwa. Kuna wakati wa kupokea na kuna wakati wa kutoa. Hayo yamewekwa kwa kusudi. Kwa kila jambo kuna majira yake, lakini kwa kusudi chini ya mbingu. Kuna wakati wa kuteseka, kuna wakati wa kuinuliwa, kuna wakati wa kupoteza, lakini kuna wakati wa kupokea. Kwa kila jambo kuna kusudi, kwa majira yake, kwa kusudi chini ya mbingu. Lakini kuna wakati wa kupita, lakini kuna wakati wa kutoka. Kwa kila jambo kuna kusudi, yani kuna majira yake. Kuna wakati wa kusoma mrope. Ulikuja hapa kama mwanachuo. Sasa mwanachuo baba? Mwalimu. Lakini kuna wakati ambapo Mungu anakuweka kwenye kitengo, anakuweka kwa mahali. Kwa hiyo kila jambo kuna majira yake. Wiki hii tulimwangalia mtu mmoja anaitwa Yusufu. Yusufu ni mtu ambaye alikataliwa na ndugu zake, jamaa zake. Wakisema huyu ni bwana ndoto, lakini wakamuuza katika nchi. Akaenda Potifa, akapata shida sana. Yusufu naye kule akazushiwa mambo amebaka, lakini akajikuta yuko gerezani. Yuko katika mapito, katika taabu, katika shida, yani katika magumu. Lakini baadaye Yusufu tunaona kwamba kuna wakati wa kuinuliwa, Mungu akakumbuka. Kuna wakati wa kusahaulika na kuna wakati wa kukumbukwa. Mungu alimkumbuka Nuhu. Mungu aliwasahau wana wa Adamu na mke wake na uzao ule. Lakini kuna wakati ambao Mungu aliwakumbuka
Mungu na wakati aliwasahau wana wa Israeli. Lakini kuna wakati ulifika Mungu akawakumbuka. Alianza kile kana kwamba waone. Lakini kuna wakati ukafika kilio chao, mateso yao, ni kama kipindi kile maombi yao, mahitaji yao ilikuwa wanasikilizwa, wanalia mbele za Mungu. Ni kama Mungu alikuwa amewasahau, kama wasikii, kama amesema wasikio. Kuna wakati wa kulia na kuomboleza, ni kama usikiwi, kuna kimya mrefu. Ni kama unapiga kelele mwenyewe, unajisikia mwenyewe, unajielewa mwenyewe kama Mungu yupo. Lakini kuna wakati wa kukumbukwa na Mungu. Kuna wakati wa Mungu kumfanya kicheko mtu wake. Ni kama Mungu alimsahau Abrahamu, tunaona Mungu alimsahau Sarai, lakini Mungu katika wakati akamkumbuka sana, akamkumbuka na hata akambadilisha jina, hutakuwa tena Abrahamu, utaitwa Ibrahim, baba wa walio wengi, baba wa imani. Na Sara mama yao wengi, mama wa wengi, alimkumbuka. Kuna wakati wa kusahaulika. Tunaona Yusufu walisahaulika, lakini kuna wakati ambapo Mungu alimkumbuka Yusufu. Kwa kila jambo kuna majira yake, kwa kusudi. Kuna wakati ambapo Mungu aliwatoa Misri, baada ya kuwakumbuka akamtuma Musa, wakawa wanasafiri wanaelekea nchi ya Misri. Wakasafiri njiani, wakapita huko. Lakini tunaona kwamba Mungu alifanya mambo makubwa sana katikati yao. Wakajiona wakati pale kama wamesahaulika na Mungu. Ukisoma katika vitabu mbalimbali ni kama wamesahaulika, lakini Mungu alikuwa anawakumbuka. Kuna wakati ambapo Hana alikuwa anaomba na kuomboleza na kulia. Alikuwa na Mungu anacheka na dharauliwa na kuuzwa, anasema maneno magumu sana ya kuumiza moyo. Akawa anatembea na jeraha katika moyo wake sana kwa ajili ya mke mwenza ambaye alikuwa Penina. Lakini kuna wakati wa kukumbukwa na Mungu uliporejea sasa. Mungu akamkumbuka. Ni kama maombi yake yalikuwa akiba. Kama Mungu alikuwa anasikia maombi ya Hana, hakuwa na mtoto. Alidharaulika katika ile jamii. Na maombi yake yalikuwa hivi: ikiwa Mungu utaniondolea aibu hii ya kuchekwa na kudharauliwa na kupuuzwa katikati ya wamama wasiokuwa na watoto, mimi ninaweka nadhiri na kwamba atakapotokezea kanaondolea, nitamtoa huyu mtoto. Ni kwamba awe amekutumikia wewe Mungu Jehova. Na ndipo Mungu akawa amesikia baadaye, kama hakuchelewa, kwa majira na wakati wake Mungu akakumbuka Hana, akamwondolea aibu yake. Aibu ya kuchekwa ni swala tu la muda. Biblia ukisoma katika kitabu cha Ufunuo, Petro anasema kwamba mbingu za sasa na nchi za sasa zimewekwa akiba kwa ajili ya moto. Mungu hakawii kuitimiza ahadi yake. Kwa hiyo Mungu hawai, Mungu hachelewi. Anatenda kwa majira na wakati wake, kwa kusudi Mungu ili sifa na utukufu zimrejee Mungu Jehova. Kwa hiyo Mungu akamkumbuka Hana, ambaye alikuwa tasa, alikuwa na dharura na Penina na watu, na hata katika mahali alipoolewa na kadhalika. Ndipo Mungu akafungua tumbo Hana, ambaye alienda kuona hatarudi, akawa anamuomba Mungu, hata midomo yake ikiwa inashika sauti haikusikiwa. Akafika mtumishi wa Mungu mahali Eli, akamwangalia, akasema, mbona unakuwa kama wanawake wa Levi? Akasema, hapana, mimi mtumishi wako. Usidhanie kama mimi kama ni Levi. Isema kwa moyo wangu nimeumimina kwa Bwana. Alikuwa na mambo yalikuwa na msibu, alikuwa anapita mahali magumu kipindi hicho, katika shida, katika hukumu, katika mateso, mahali ambapo kwa kweli hakuwezi jitihada kwa vyovyote. Naamini Elikana alifanya jitihada za kibinadamu, pengine kama kuamini kumpeleka kwa walozi ili pengine wafanyie uaguzi na namna nyingine. Kama ilikuwa kwa habari ya madaktari, pengine alikuwa na mahali ambapo matabibu walikuwa kwa hospitali achunguza hali yake, lakini hakukuwa na suluhisho. Kwa kila jambo kuna majira yake. Yesu tunaposoma katika kitabu hichi cha Yohana, Biblia inasema kwamba alialikwa Kana katika mji wa Galilaya. Alipoalikwa mahali pale, ndipo sasa inaenda sherehe inaendelea.
Kumwalika Yesu ni vizuri, umefanya vizuri kumpa Yesu maisha kwa Bwana Mwokozi wako. Umemwalika Yesu, mwana ujana bila Yesu sio kitu. Uzee wako bila Yesu haina maana. Ubinti bila Yesu haina maana. Lakini unafanya vizuri kumwalika Yesu katika maisha yako. Yeye ni suluhisho. Kwa hiyo basi, walipomwalika Yesu kana Galilaya, faida ya kumwalika Yesu ilidhihirika, ilikuwa wazi wakati ule. Wameendelea na furaha na sherehe zikaendelea mahali pale. Wakawa na viburudisho vinaburudika mahali pale. Wanaendelea kushangilia, lakini ghafla hapajachelewa. Divai ikatindika imekoma. Ni mfano wa furaha na shangwe. Ilikuwa inatajika. Tumaini likawa limeondoka. Na hali ilikuwa inatajika iwemo. Wewe kukaanza pale mahangaiko, akili na utawanyika. Wanajaribu kila namna, hakuna mahali wanaweza kupata. Lakini ndipo ikaonekana umuhimu wa huyo Yesu aliyomwalika. Umuhimu wa huyo Yesu utakuja kuona katika mahali pale wakati na majira yake. Ndipo sasa Mariamu hali akichukua ugonjwa ulio ndani ya mwanae, akamwendea mwanae, akamwambia, "Bwana, hawana divai." Yeye ndiye aliandaa, yeye ndiye alipika, alitayarisha divai. Yesu akamjibu vizuri, "Tuna nini mimi na wewe? Tuna nini mimi na wewe? Sisi sote tu walipo hapa. Tuna nini na?" Lakini alimwambia, "Haja zetu zijulikane na Bwana. Tusijisumbue kwa neno wala kwa tendo, isipokuwa kwa sala na maombi na dua tumpelekee Yehova. Kwa majira na wakati wake Mungu atatenda." Kwa hiyo alipoambia kwamba saa yangu hajawadia bado, kwa kila jambo kuna majira yake. Kwa hiyo akatoka akawaambia waandaaji, "Lolote atakalowaambia fanyeni." Akamaliza kazi, akaenda kukaa. Muda si muda, Yesu akawaambia saa yake imewadia ya kufanya miujiza. Kuna wakati wa Mungu na kuna wakati wa mtu kumtafuta Mungu, kumwomba Mungu, wa kupeleka mahitaji kwa Mungu. Kuna wakati wa kusikilizwa na kuna wakati wa kutulia, kuwa na saburi, uvumilivu, hali na msubiri Bwana. Kwa hiyo basi wakawa wanamsua na nguo ya Bwana aseme neno. Bwana akasema, "Yachoteni maji, yajazeni kwenye mapipa, kwenye mabalasi." Wakayachota maji wakajaza pale, wakakaa akatulia, wanamsubiri mheshimiwa. Yesu akawaambia, "Choteni sasa, mpelekeni mkuu wa meza, mgeni rasmi." Wakachota, wakampelekea mgeni rasmi. Akayanywa, anaona divai shomali. Anapokunywa, anaona ni tamu njema. Akasema, "Niitieni yule bwana harusi, niiteni kwanza. Kuna mambo nayaona mahali hapa ya ajabu." Akasema, "Siri ya mafanikio ya harusi yako ni nini?" Akamwambia, akasema, "Nimealikwa sehemu nyingi sana, nimeenda kona nyingi, lakini sijawahi kuona hali ya namna hii." Jamani, mwite Bwana. Haja zako zijulikane Yehova. Unitweke mzigo wako. Ukimtweka yeye, tulia. Usipate moyo. Wewe tulia. Haja zako zijulikane yeye Bwana. Tulia. Wewe endelea kumtumikia Mungu. Endelea kupambana kufanya mambo ya Mungu. Tayari Mungu anashughulikia haja zako. Ni mfano wa maombi umeyapeleka mahali kwa ofisi, mahali unaomba kazi. Unatulia sasa. Wanamkumbusha tu kama alivyosema katika kitabu kile cha Isaya kwamba nikumbusheni, leteni hoja zenu zenye nguvu. Sisi kazi yetu tunakaa pale zamani tunakukumbusha Bwana. Ulisema kwa neno lako. Leo tunakaloomba, aminini kama mmepokea neno kwa yenu. Baba, kumbuka, wewe Mungu si mtu hata useme uongo. Na useme wanadamu hata ujute. Basi tunatulia. Hivyo unafika wakati wa Bwana kufanya mambo yake aliyoyakusudia, aliyoahidi. Maana Mungu si mtu hata aseme uongo. Tunaona Mungu si mtu hata aseme uongo. Nawe si mwanadamu hata ujute. Kwa anajuta kwa nini ahidi kama imekuwa ni kero. Basi unafika wakati wa Bwana. Bwana akaamuru kumpelekeni mkuu wa meza. Akashangaa mkuu wa mgeni rasmi. Akasema, "Yaani mmefanya jambo la ajabu." Maana anasema kwamba mwanzo imekuwa njema hata sasa. Mwanzo huo wa ishara Yesu alifanya kana katika mji wa Galilaya, wanafunzi wake wakamwamini. Yesu akadumu kuaminiwa. Yesu ni Bwana wa ajabu, mpenda miujiza. Ni swala la muda tu. Mwingine anawahi kupata kazi. Wengine wamesoma shule ile ile.
wamesoma vyuo vingi, lakini hawa watasimama watenda huku, watafanya sakalami, anaenda huku kwa ofisi, anafanya hivi, anakuja kupata kwa wakati wa Bwana, kwa muda ambao ameamuru utokee. Bwana akiamuru jambo lake kwa wakati wake na majira yake, inakuwa na utukufu na uwezo wa ajabu wa pekee. Ukitaka kuamini, kamuuliza mtu mmoja alikuwa anaitwa Hana. Hana mwanamwali mama ambaye aliolewa na mtu mmoja alikuwa anaitwa Elikana, naye alikuwa ni mke mwenza, na mtu wake mwenzake alikuwa anaitwa Penina. Akawa anamdharau na kumpuuza na kumwona kama yeye ameishiwa, hana mipango, ni kama anaishi kwa hasara kwa sababu hana hajazalia ndio wake watoto. Akawa anapuuza sana, lakini Mungu kwa majira na wakati wake Mungu, maana Hana akawa anapeleka maombi yake kwa Mungu, na alipokutana na mtumishi wa Mungu akamwambia kwamba wakati kama huu mwakani Bwana atakupatia mtoto. Basi akatulia, yeye akawa na saburi, uvumilivu, akakata na wakati na ngoja Bwana. Kwa hiyo kilichofanyika sasa, Mungu akalikumbuka neno lake, na Mungu akamjalia, akampatia mtoto Hana, na Hana akampata mtoto akamwita jina lake Samueli, mpaka nimempata kwa Bwana. Kwa hiyo mbele Samueli akawa ni nabii mkubwa katika Israeli yote kabisa. Alikuwa na maamuzi pia, anawaamua wana wa Israeli kipindi kile, tofauti na watoto wa Hana. Wapelile sijawafuatilia, hawana utukufu kwa namna ile, hawana kishindo kwa namna ile, hawana umaarufu kama ambao alikuwa mtoto wa huyu ambaye aliheshimishwa. Mungu anaweza kuinua kwa namna ya ajabu uliyedharauliwa, akakuheshimisha Mungu katika maisha yako. Hii mwenye shahidi. Mimi sikujua. Wataka dharau kufanya. Lakini Mungu tunamshukuru. Tunapoendelea kutembea na kuona nao nyayo na kazi mbalimbali, tunamuona Mungu kwa namna ya ajabu sana. Walipuuza. Kutumikia Mungu ni kusudi tunalipa. Songa mbele na Mungu wetu ni swala muda tu. Ukifika wakati na majira ya Mungu, Mungu anakuheshimisha, Mungu anakuinua kwa viwango vya ajabu sana. Hata ule kupuuza, pengine watangulia kuwahi, Mungu wafanikisha, kuwatetea wao na uzao wao kama wao katika walawali mzee, pengine katika kuolewa. Kuna dada moja katika Dorcas alikuwa anaishi Songa Mbele. Kaka yake alikuwa Milanzi, na kaka yake mwisho alikuwa anaitwa nani? Wakina Maulaji, nafikiri baba wanamfahamu. Ndio mchungaji Arona binti Mwe. Akina Napoli nao. Dada yetu anayekanisa shule ya msingi. Dada alikuwa anajitahidi, na akina Napoli alikuwa anatoka Songa Mbele anatembea kwa miguu, wala kule mjini shule ya Chiwepa, kuja kumwabudu Mungu. Lakini katika kutumika, jana sisi mimi kwa kama mwenyekiti, tunaenda kufanya kazi ya Mungu. Ndoa, harusi mbalimbali zinafanyika kanisani, wao wanahitaji kwaya, sijui kulikuni, kuchota maji, kufanya nini. Hivyo alikuwa anatumika kwa bidii, kwa moyo wote wa dhati. Kumwangalia, nilisikia makelele ya kusema ya kulalamika, lakini alikuwa anasimama kwa zamu yake mbele za Mungu. Watu baadaye, watu wa dunia, shetani anaposhindwa, anakuja katika uwanja wa mapambano, katika fikra na mawazo, anatupa mishale yake yenye moto, mambo ya kukata tamaa, kuvunja moyo na kumfadhaisha ndani ya mtu. Ni vita vya kwanza. Lakini kama haitoshi, anawatuma wajumbe, anawatuma watu walioko ndani ya nyumba ya Mungu, hata walioko nje ya nyumba ya Mungu. Lakini akatuma watu walioko nje ya Mungu, wasiokoka, ni ibilisi anawatumia. Sasa inaomba zaidi anapowatumia watu waliookoka, Abuhari ndio kazeeka sana. Na Mwenyezi Mungu anaendelea, si uzee huu. Afadhali ungeacha wokovu. Wewe wenzako, mabinti wenzako, unasherehekea harusi ya wenzako, lakini wewe hujaolewa. Sio kitu gani kwa sema maneno mengi. Tukao unamtia moyo. Mungu hawai mbacheni. Jipe moyo mkuu. Mungu atafanya, atakukumbuka kwa majira na wakati wake. Jamaa akavumilia, Biblia inasema atakayevumiliana mwisho. Kwa hiyo akavumilia, akasimama, akawa anaendelea mbele. Ni kama amesema papa katika masomo yake, akawa anakana mwendo. Anakana mwendo, anaendelea. Mungu alimkumbuka kwa namna ya ajabu kwa majira yake na wakati wake, akalituma neno lake. Baba mmoja ni mkuu wa kituo polisi na manyota hapo mbele jua kutoka Mtama, akishuhudiwa ndio koke. Mwana aliokoka
akaolewa Ntama. Je, maandazi kumekuta? Vitumbua kumekuta? Vyapata kukuta? Na sana walio kapiga kelele wakanyamaza kimya. Kunyamaza kimya, miruzi na kelele yake yakanyamaza kafyeka mkia. Jamaa basi. Sasa wewe sisi hapa tumekutana tumekosana wakachipendeza watupu. Sasa mwenzangu anakula maandazi, anapanda magari ya serikali mpaka ya chama. Lakini pia anapanda magari mpaka ya wake binafsi. Jamani, alikawia kuolewa. Hajaula. Hajafika mahali pazuri. Mungu alimshirikisha kwa viwango vya juu kuliko hata wale wakatangulia kuolewa. Mungu alimshirikisha kwa viwango vya juu kwa namna ya juu. Familia ilikuwa duni mpendwa, familia yetu na do na ni sana. Mmoja binti anakuambia sio kwa siri. Uongo mama. Alikuwa sufuria zingine kuweka kiraka kule baki mtoboka na tafuta kule weka kiraka kule. Lakini Mungu akawaheshimisha wale watu, maisha yakakaa vizuri. Ile mwizo kiroba kule cha unga. Sio ngolo kidai, mazola. Eze mwe. Mazola. Ninaenda kule songa mbele. Tusonga mbele katika sasa songa mbele. Jamani gari la bima. Songa mbele. Pendo songa mbele. Ujiza hapo kujirani. Ni swala la muda tu. Ni swala la muda tu. Ngoje Bwana utamwona Mungu katika maisha yako. Mungu ni wa ajabu sana. Ni Mungu ni. Ni swala la muda tu. Walimdharau Yusufu wakampuuza sana. Sana ndio tusina nini? Wakatoka kule wakamgaragaza akasaulika kwa yule ambaye alimtabiria kwamba eti ukanikumbuka kwa mfano wakanitache. Mimi nimeweka gerezani sifai chochote. Lakini akasaulika. Lakini Mungu akamkumbuka Yusufu, akamheshimisha, akawapita wote kabisa. Yeye akawa waziri mkuu